Na wewe Mama Suluhu Hassan ukikuja hapa, tutakupea mwalimu uende ufundishe PP1. Wewe ufundishe watoto wa PP1. Wewe hata Kizungu hujui. Tangu lini Mama Suluhu umeongea Kizungu? Namba 2, Mama Suluhu Hassan, ulisema ya kwamba Wakenya wamekuja kwako kuharibu uchumi kwa sababu hapa Kenya imetulemea. Viwete wangapi wako hii town wanatoka Tanzania wanaomba hapa? Na tunajua, si hata hatujui. Wanavuka boda, wanaingia hapa town, wanakaa. Hata wengine tunawapata hawana miguu. Wako na miguu lakini wameficha huku nyuma. Kwa sababu Tanzania uchumi ni mbaya. Wengi wanakaa hapa Nairobi. Wakitoka hapa Nairobi wanaambia familia zao tumekuwa Amerika. Pesa ya Kenya iko na dhamana kubwa sana. Mama Suluhu Hassan, siku nyingine usipanue hiyo mdomo yako about Kenya. Don't try. Kenya iko na mawakili ambao Tanzania hawezi pata. Na Kenya iko na vio shule zimekomaa, walimu wamekomaa, maprofesa. Mtu kama George Wajackoya akiingia Tanzania, anaangusha Tanzania yote. Wajackoya peke yake. Mtu mmoja Kenya ako na degree 18. Wajackoya sasa yako kwa degree ya 19. Na ni mmoja. Alafu Mama Suluhu Hassan mwenye hata hajui kuandika jina ya Kikoi anaongelelea Kenya. Wewe Suluhu Hassan wewe. Hii ni maajabu. Na wewe Mama Suluhu Hassan ukikuja hapa, tutakupea mwalimu uende ufundishe PP1. Wewe ufundishe watoto wa PP1. Wewe hata Kizungu hujui. Tangu lini Mama Suluhu umeongea Kizungu? Namba 2, Mama Suluhu Hassan, ulisema ya kwamba Wakenya wamekuja kwako kuharibu uchumi kwa sababu hapa Kenya imetulemea. Viwete wangapi wako hii town wanatoka Tanzania wanaomba hapa? Na tunajua, si hata hatujui. Wanavuka boda, wanaingia hapa town, wanakaa. Hata wengine tunawapata hawana miguu. Wako na miguu lakini wameficha huku nyuma. Kwa sababu Tanzania uchumi ni mbaya. Wengi wanakaa hapa Nairobi. Wakitoka hapa Nairobi wanaambia familia zao tumekuwa Amerika. Pesa ya Kenya iko na dhamana kubwa sana. Mama Suluhu Hassan, siku nyingine usipanue hiyo mdomo yako about Kenya. Don't try. Kenya iko na mawakili ambao Tanzania hawezi pata. Na Kenya iko na vio shule zimekomaa, walimu wamekomaa, maprofesa. Mtu kama George Wajackoya akiingia Tanzania, anaangusha Tanzania yote. Wajackoya peke yake. Mtu mmoja Kenya ako na degree 18. Wajackoya sasa yako kwa degree ya 19. Na ni mmoja. Alafu Mama Suluhu Hassan mwenye hata hajui kuandika jina ya Kikoi anaongelelea Kenya. Wewe Suluhu Hassan wewe. Hapa Kenya sisi tunajua sheria. Na Mr. Speaker, mimi nashangaa kijana akisema ya kwamba ati Kenya inafaa Museveni akuja hapa Kenya. Wewe unajua ni kwa nini Raila alileta mambo ya katiba ya 2010? Hii mambo unaongea Raila alipitia. Na ndiye akajua ni uchungu. Wakileta hiyo sheria hata wewe huwezi kuja hapa kwa bunge kuongea. Huwezi panua mdomo. Hii mic unaongelesha hapa, makamera zote zinafungwa. Kaa kwa nyumba yako huko. Huko na baadhi Raila amekutengenezea platform. Unaweza ongea hapo ujulikane, uitu upewe kitu na ukule. Hii mambo tunafanya ni kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Wakati wa Moi haungepanua mdomo kwa president. Ukipanua hivi treason. Na baba amepita hapo. So mimi nataka niambie wale vijana ambao wanasema kila wakati ati katiba ibadilishwe, katiba ifanywe amendment, katiba hata ikibadilishwa haitabadilishwa kwa Nuru Okanga peke yake. Itabadilishwa hata kwa wewe ambao uko kwa serikali. Na wewe ndio utakuja kusema hawa Ruto ametufinya. Kwa sababu the freedom of speech. Lazima Kenya tujue katiba ambayo tumepewa, tujivunie. Hapa Tanzania, Watanzania na nyinyi ni wajinga sana. Mr. Speaker, sijaiona country. Hizi country mbili ni very useless. Pumbavu sana watu.
Tanzania and Uganda wameshika Tundu Lissu, yule ambaye amewapigania. Nyinyi mmekataa kwenda kwa street kuandamana, mnataka ati Wakenya tuwaongelelei. Mr. Speaker, hapa Uganda Museveni ni mgonjwa mpaka damu haitembei, anatembea na mipira kwa mwili, amekatalia kwa uongozi. Bibi yake ndio makamu, mtoto yake wa majeshi, sijui nani wake Interior, shangazi yake Minister of Finance, bibi yake dada bibi yake ndio mbadi wa huko. Mr. Speaker, nikimalizia. Okay. Nataka niambie Mama Suluhu Hassan, when I'm summarizing, wewe ulituambia tusikuje kuharibu kwako. Wewe mwenyewe unajua kwa akili yako bwana ambao umeoleka kwake, wewe ni bibi wa tatu. Wewe na sisi nani alikuja kuharibu ndoa ya mwingine? Si wewe ulienda kuharibu ndoa ya mwingine huko? Wewe ni bibi wa tatu. Na bibi wa tatu sisi kama Wakenya hapa ananga heshima kwa jamii. First wife ndiye anakuanga na heshima. Wewe ulienda ukaharibu na umekalia mali yenye sio yako. Wewe Mama Suluhu Hassan, na uambie Diamond, huyo shoga wenu huyo Diamond, hapa Kenya hakuna shoga, na sisi hatusapoti mambo ya shoga. Kama Diamond angekuwa hapa Kenya venye alikula na pididi matako, angefika hapa Kenya, tuchukue chuma tunoe mzuri, tubebe na tudunge chini chuma, tuinue Diamond hivi, tumbadishe kwa chuma kwa akufe na spirit mbaya. Mungu aliumba mwanamke na mwanaume, mwanamke aingiwe mbele, nyuma ni chafu kutoa takataka. Diamond anaingiwa nyuma.